tunaenda kuangalia marriage katika stage ya kwanza. Tulivyosema kwamba marriage iko na stage 3 ama iko na hali 3. Hali ya kwanza ni kwamba kabla ya ndoa, yani mwanzo wa ndoa, na katikati ya ndoa wakati watu washaoana katika ndoa, na mwisho wa ndoa. Sikusudii kwamba ndoa imeisha, lakini nakusudia watu washakaa kwa muda mrefu, washapata watoto, wamekaa kwa muda mrefu zaidi. Kwa hivyo watu wakizungumzia ndoa mara mingi huwa wanazungumzia ndoa kwamba ni kitu cha jumla, kwamba ndoa ni kitu cha jumla tu, lakini kuna hali 3 ambazo kwamba zinajitokeza katika ndoa. Kuna hali ya kwanza ya mwanzo wa ndoa, katikati ya ndoa na mwisho wa ndoa. Lakini mtizamo wetu utakuwa katika pre-colonial time, kabla kuja wakoloni wa Afrika, ama mama na majukumu yake kwa mtoto wa kike wakati huo ilikuwa ni vipi. Sasa tunaona kwamba hii ndio tunaita traditional dating. Hapo ndo traditional dating inaanza. Lakini kabla hatujafikia sasa katika real actual dating au dating yenyewe, tutazungumzia hali kabla au malezi ambayo kwamba alikuwa akimwandaa mtoto wa kike ndio aweze kufikia katika hali kama hii. Kwa hivyo hali ya kwanza tunaangalia ni elimu. Kwa wakati kabla kuja wakoloni, kwa mtoto wa kike ambao kwa miaka yake ni baina ya 8 na 12. Na tutachanganya haya majukumu na ufahamu wa dini ya Kiislamu, kwamba je, dini ya Kiislamu inazungumza vipi kuhusiana na haya. Lakini kabla hiyo, mtoto wa kike, mama alikuwa na majukumu ya kuweza kumfunza mtoto wake haya majukumu 8, na ni zaidi. Nimeweka 8 kwa sababu gani? Ili kuweza kuangazia vitu muhimu, lakini ni zaidi ya hii 8. Kwa hivyo tunaona kwamba ndoa inaanza na malezi ya mzazi, malezi ya familia. Na tofauti ni kwamba mama wakati wa kitambo, ama familia wakati wa kitambo, mama alikuwa na majukumu ya kumlea mtoto wake wa kike, akijua kwamba kuna siku moja atakuja kutoa katika nyumba yake, au kuna siku moja atakuja kuwa na nyumba yake. Kwa hivyo ili kuweza kumwandaa, alikuwa anamfundisha mambo ambayo kwamba ni muhimu, ambayo kwamba yafaa kufundishwa. Kwa hivyo mama alikuwa anamfunza mtoto usafi, ima ni usafi wa nyumba, kufagia. Hasa alikuwa na usafi wa nyumba, kufagia, usafi wake wa mwili na usafi wa nguo. Alikuwa anamfunza mtoto wa kike kuteka maji, kwamba watoto walikuwa wanatumwa na wenzao kwenda kuteka maji kwenye mto. Alikuwa anamfunza mtoto wa kike namna ya kuweza kwenda nje na kuleta kuni ambao kwamba inatumia katika mapishi. Alikuwa anamfunza mtoto wa kike namna ya kuosha vyombo akiwa nyumbani. Alikuwa anamfunza mtoto wa kike namna ya kupika. Alikuwa anamfunza mtoto wa kike namna ya kulima, na ukulima unaokusudiwa hapa si ukulima wa kishamba wa nje ama shamba kubwa. Ni katika lile boma lao, nyumba na shamba ndogo, mtu anafundishwa namna kupanda vitu muhimu ambazo kwamba anahitaji. Alikuwa anafundishwa namna ya kulea wenzake ikiwa mama hayuko. Kwa hivyo tunaona kwamba hapa mtu wake anafundishwa malezi ya kulea wenzake ambao kwamba ni wadogo. Kwa hivyo hata ikija katika maisha yake ya usoni, itakuwa ni nyepesi kwake kuweza kulea watoto wake bila kuwa na shida yote. Alikuwa anafundishwa namna ya kuheshimu wazazi, namna ya kuheshimu familia na kuheshimu jamii. Sasa haya majukumu mama alikuwa anamfunza mtoto wa kike ili kuweza kumwandaa. Lakini katika familia hii ya leo, katika maisha leo tunaishi katika modern life, ambao kwamba ni modern society, haya majukumu yote yamechukuliwa na wafanyakazi ama wajakazi, kwamba mtoto wa kike leo hii hajui namna ya usafi wowote, hajui namna ya kuleta maji kwenye nyumba, hajui hata wakati mwingine akioshea nguo akitoa anaitupa hapo. Akiletewa maji akinywa, hata hiyo glass au vyombo hawezi kurudisha jikoni.
hajui namna ya kuokota na kuleta kuni. Hata kama kuna gas kwa nyumba, leo hii mfanyakazi ndio apika, yeye haizi pika. Hajui namna kuosha vyombo, na hata akimaliza kula vyombo vyake anaviacha pale pale, mfanyakazi atakuja kuvitoa na kuviosha. Hajui namna kupika. Hata akienda shuleni, mfanyakazi ndio amka mapema yampikia chai ambayo kwamba anahitaji. Hajui hata ukulima, vitu vya haraka haraka kama vitunguu, nyanya anaweza pata vipi, na vikiwa vipo mfanyakazi ndio yapanda, yeye ndio aenda kuleta, yeye amekaa tu. Hajui namna kulea wenzake. Kwa sababu gani? Mfanyakazi ndiye anaelea watoto wenzake kwenye nyumba, na kazi yake ni kukaa. Hajui namna ya heshima. Kwa hivyo hii inamfanya mtoto wa kike katika familia yetu ya leo hii hajui majukumu ambayo kwamba ni mepesi, ambayo kwamba yafaa kuwa nayo, bali mfanyakazi amechukua kila kitu. Sasa huyu mtoto leo ama anachokifahamu ama anachokifanya ni kucheza na TV, kuendesha baiskeli, kuruka nje, na hata ikiwa atafanya makosa, akipigwa na jirani ama akirekebishwa, kuna lawyer, kuna family lawyer ambao kwamba atamsuu huyu aliyomrekebisha na atachukuliwa hatua na atashtakiwa. Sasa hii ndio jamii tulionao, kwamba jamii hata watoto hawana heshima, na ukiwarekebisha lawyer wao anakufanya nini? Anakuchukulia hatua. Tofauti na jamii ya kitambo, familia ya kitambo, ilikuwa mtoto akikosa ilikuwa ni collective responsibility of the society kumrekebisha mtoto wa kike. Lakini leo hii hakuna. Katika mavazi yake mtoto wa kike vile vile leo hii hafundishwi. Leo hii mtoto wa kike hajui yafaa kaa vipi, wala hafundishwi. Kwa sababu gani? Katika modern generation leo hii wazazi haya majukumu wamempa mjakazi. Kwa hivyo mtoto wa kike anakuwa mpaka anafikisha miaka 12 hajui lolote. Hawezi pika chai kibaki peke yake kwenye nyumba. Hawezi kuosha vyombo kibaki peke yake kwenye nyumba. Hawezi hata kuchunga wenzake ikiwa tabaki peke yake kwenye nyumba. Kwa hivyo huyu mtoto yuko tu hivyo hivyo na amejilea hivyo hivyo, na hii inaleta shida katika maisha yake akiwa mkubwa peke yake au hata akiwa katika nyumba yake, kwa sababu haelewi majukumu yake. Ama katika mtizamo wa dini ya Kiislamu, hadithi ya Abdullah bin Umar anasema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema kuwa kullukum ra'i, nyote ni wachungaji. Kwa hivyo mwanaume na mwanamke ni wachungaji. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, na sote tutaulizwa kuhusiana na majukumu yetu. Katika hadithi hii kuweza kubainisha, anasema warajulu ra'in, na mwanaume, na hii inakusudiwa ni jinsia, na mwanaume ni mchungaji fi ahlihi, katika nyumba katika familia yake. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, na atauliza kulingamana na majukumu ambayo kwamba amepewa na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo majukumu ya nyumba ya mwanaume, majukumu ya familia ya mwanaume ni Mwenyezi Mungu amempa, na atamuuliza kuhusiana na majukumu. Anaendelea, wal mar'atu ra'iya, na mwanamke vile vile ni mchungaji fi baiti zawjiha, katika nyumba ya mume wake. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, na ataulizwa kulingamana na majukumu yake. Hii hadithi inaonyesha kwamba kunao majukumu ya mtoto wa kike na kunao majukumu ya mtoto wa kiume. Katika majukumu ya mtoto wa kike, na hapa ndipo wazazi wanakosea na wanachangia hata ndoa ya watu kuharibika. Ukiona ndoa yako imeharibika kwa sababu ya majukumu, mzazi analo fungu lake, kwa sababu kukufunza wewe kuhusiana na nyumba yako na majukumu yako ni lazima kwake aweze kukufundisha, ndio uweze kusimama sawa sawa kama mtoto wa kike. Kwa hivyo leo hiyo wanaochangia ndoa kuharibika sana ni wazazi kwanza, kabla hata watoto wenyewe hawajaolewa, kwa sababu hawamfundishi mtoto wa kike haya majukumu, na akifika kwenye nyumba yake mtoto wa kike haelewi majukumu yake, alafu inakuwa ni gumu na shida katika ndoa hiyo. Kwa hivyo dini ya Uislamu, ukiambiwa kwamba wafaa kufanya usafi, au wafaa kupika chakula, au wafaa kuosha vyombo, au wafaa kulea watoto, ujue kwamba haya ni majukumu yako wewe kama mtoto wa kike. Ni majukumu yako
kama mtoto wa kike, na aliyekupa majukumu haya ni Mwenyezi Mungu aliyokuumba, kwa sababu ndiye alikumba kama ndiye alikumba mke. Kwa hivyo kwa sababu yeye kuumba, haya ndio majukumu ambayo kwamba amekupa wewe, na hii ni kulingamana na dini ya Kiislamu. Naona katika hadithi yetu, katika dini yetu ya Kiislamu na hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mafunzo ya Kiislamu kwamba haya majukumu ni mzazi yafaa kuyafikisha kwa mtoto wake na kumfunza, ndio ili aje katika maisha yake aweze kuwa sawa, wala asipate taabu yoyote. Kwa hivyo tunaona ndoa hayanzi tu watu wakifungishwa nikaa ama watu wakioana. Ndoa inaanza na nini? Na malezi. Kwa hivyo malezi ya mama ndiyo atakayochangia huyu mtoto wa kike atakuwa vipi katika nyumba yake. Mama akikosea hapa, ndio shida zinatokea katika ndoa katika. Na ndio utapata kuna watoto wa kike leo hii wengine ambao kwamba haya majukumu kwao ni dhiki kubwa sana. Au haya majukumu, ukileta haya majukumu na wanaanza kueleza mambo mengine, au wanaanza kupigana. Na yote ni malezi. Malezi ya wazazi wawili. Kwa mfano, mtoto wa kike akilelewa na wazazi wote wawili, ataweza kuona sura ya baba na vile baba anavyokuwa katika nyumba, sura ya mama na vile mama anavyokuwa katika nyumba. Kwa hivyo ataweza kuwa na both sides of parent, anajifunza kwa wazazi wote wawili. Anajua mwanamke huyo wa hivi na mwanamume huyo wa hivi. Katika hali ya pili upate mzazi ni mmoja. Mfano awe ni mwanamke peke yake. Single parent, mwanamke peke yake. Akimlea parenting kama mwanamke peke yake, itaathiri katika hali ya malezi ya mtoto wa kike na vile anavyotizama mwanamke. Kwa hivyo mwanaume hayuko, malezi ya kiume kwa huyu mtoto atakuwa hayako katika nyumba. Kwa hivyo itamwathiri vile vile katika ndoa yake. Katika hali ya tatu kwamba single parent lakini amelelewa na baba peke yake na ni mtoto wa kike, hajui sura ya kike katika nyumba. Kwa hivyo huyu mtoto vile vile ataathirika na malezi yake ya nyumba, na hata katika ndoa vile vile atamwathiri. Kwa hivyo malezi ndiyo inayochangia kuweza kuelimisha mtoto wa kike kwamba haya ndiyo majukumu yake anayofaa kuwa yafahamu. Kwa hivyo tunaona katika desturi zetu za Kiafrika, mtoto wa kike alikuwa anafanya nini? Yafundishwa kuanzia akiwa mdogo haya majukumu. Leo hii watu katika universities hawajui, watu katika primary hawajui, wanamaliza primary wanaingia secondary hawajui, wanaingia university hawajui. Alafu sasa je, ndio unatarajia itakuwaje? Itakuwa mtihani mkubwa. Kwa hivyo haya ndiyo malezi na ziada aliyokuwa mama yafundisha mtoto wa kike katika jamii iliyokuwa inahusika. Na haya mazungumzo yako chini ya kabla ya ukoloni kuingia. Hivi ndivyo mtoto wa kike alivyokuwa akilelewa na akifunzwa majukumu yake kwa hii miaka kama angali mdogo. For the rest of my life, through days and nights, I'll thank Allah.